Sadakta mtazamaji, uhali gani? Natumai mzima wa afya popote unapoitegea KT News. Karibu kwenye jukwaa hili la KIOO cha Hoja ambapo tutakuwa tunajadili masuala yanayokuhusu wewe mtazamaji. Kumbuka vile vile kuna hatua nyingi ambazo zimepigwa na Kenya kama taifa katika kuweza tu kudhibiti takataka hususan za plastiki. Ikiwa mwaka 2017 ile amri ya kupiga marufuku mifuko ya plastiki ilitolewa, na miaka 6 baadaye changamoto bado zingalipo nyingi mno tu kuhusiana na takataka hususan za plastiki. Tutakuwa tunajadili hayo na mengine mengi. Vile vile kuna ile kero ya zile nepi za daipa ambayo inachukua miaka takriban 500 kuoza, na zaidi ya milioni 100 ya vile vile nepi hizo zinatumika humu nchini Kenya peke yake, ikiwa kuna zaidi ya bilioni 450 ambazo zinatumika ulimwengu mzima kila mwaka. Ndio kero ambayo tutakuwa tunaiangazia hapa ndani ya KIOO cha Hoja mtazamaji. Vile vile nitakuwa na kuhusisha wewe na kuweza kupata tu maoni yako pale ulipo nyumbani unapotegea, kuweza kujua je, iwapo mfumo wa kutupa taka eneo unaloishi unaridhisha au la. Mfumo wa kutupa taka eneo unaloishi unaridhisha au la. Vile vile pia unaweza kunijibia swali la je, ungependa serikali ifanyeje kuboresha udhibiti wa taka? Je, ungependa serikali ifanyeje kudhibiti utupaji na vile vile takataka kwa jumla? Jina langu ni Hadia Mwasiwa, wageni wangu wameshawasili studioni, na nikutambulishe tu nimejiunga na Rose Kerubo Omariba ambaye ni mwanzilishi wa vile vile shirika la Taka Solutions Africa, ambayo vile vile anafanya pia mafunzo kwa vijana wanaokusanya taka mtaani katika kuwezesha tu kuchakata taka zile, na wanamsemo wao wanasema taka ni mali. Karibu sana. Asante sana na kwa vile umenifanyia hayo matangulizi mazuri. Kwa jina naitwa Rose Kerubo Omariba, mimi ni mwanzilishi wa Taka Solutions Africa, na vile vile ni mwana mazingira, lakini sikusomea mazingira. Nilisomea ualimu mwaka wa 2006. Kwa hivyo mazingira ni kitu ambacho unakipenda? Mazingira ni kitu ambacho ninakipenda. Sadakta. Na vile vile pia mtazamaji, nimeungana na Nebola Ngozire ambaye ni mwana mazingira na ni kijana na pia ni mwalimu. Sikujua kwamba kuna walimu wa mazingira, na anatoka kwenye shirika la Eden Environmental Organization ambalo hususan hufundisha tu watoto wenye umri kati ya miaka 10 hadi 17 kuhusiana na kuhifadhi mazingira. Tutakuwa tunajua ni kwa nini kuna umuhimu wa wanafunzi wadogo na watoto wadogo wenye umri ule kuweza kupata ile elimu ya mazingira. Na tutakuwa pia tunajiunga na Daktari Catherine Baisi ambaye ni naibu mkurugenzi kwenye shirika la NEMA, akiwa anasimamia masuala ya elimu ya mazingira na vile vile taarifa na kuhusisha jamii kuhusiana na masuala ya mazingira. Mtazamaji, usiweze kusita kutuma maoni yako na kuweza kujumuisha vile vile maoni yako katika mitandao yetu ya kijamii, ikiwemo mtandao wa Twitter @KTNewsKE, na vile vile pia unaweza kuelekeza hisia zako na maoni yako kupitia mtandao wangu wa Twitter @HamisiHadia ukitumia hashtag KIOO cha Hoja. Naam, moja kwa moja tukianza mazungumzo, sababu tutakuwa tunapata hisia pia vile vile kutoka kwa wakazi wa maeneo tofauti tofauti kuhusiana na utupaji taka na udhibiti wa utupaji taka. Kuna elimu ya utupaji taka. Je, mnahisi wa Kenya wana elimu ya kutosha kuhusiana na utupaji taka, hususan wakati huu ambapo tumeweka mikakati kadha wa kadha kuweza kudhibiti masuala ya takataka? Tukianza na Rose, alafu nitakuwa napata maoni ya Nebola. Kwa hakika kuna mafunzo juu ya utupaji taka, but mafunzo yenyewe hayajafikia kiwango, kwa sababu kwa wale watu ambao tunafanya kazi na wao katika jamii, unapata kwamba kila mtu anafikiria kwa wazo lake ni kwamba takataka inafaa kushughulikiwa na mtu wa tatu na sio mimi binafsi. So hata wakati mwingi tukienda kuuliza watu kwa nini tunatupa takataka hivi, unajiuliza ukiwa kwenye nyumba lako, kwenye chumba chako cha makazi ama chumba chako cha kulala, hauwezi tupa taka vile. Lakini kwa nini ardhi tunaangalia huku nje tunatupa takataka ovyo ovyo? Unapata mtu anakuambia hiyo sio shughuli yangu, ni shughuli ya serikali, ni shughuli ya wale ambao wameajiriwa. So unapata bado watu hawajaelewa kwamba utupaji wa taka ama utunzaji wa taka ni jambo ambalo ni la mtu binafsi. So mtu anafikiria kwamba utupaji wa taka inafaa kushughulikiwa na mtu wa tatu na sio mimi.
Neloba, maoni yako ni yapi? Wewe kama kijana, tunaona vijana wengi wakitupa taka. Mtu anaweza kuwa yuko kwenye gari, anakwenda safari zake, amekula ndizi, amekunywa maji, anakuwa rahisi sana kutupa taka ile na dirishani tu bila kuweza kuiweka na labda kuitupa mahala ambapo panafaa. Wa Kenya kwa jumla na hususan vijana wana elimu ya kutosha na hamasa ya kutosha kuhusiana na taka na utupaji taka? La, nakubaliana na Rose. Wakenya hasa hawana mafunzo kamili ya utupaji taka na hawajaelewa, hawaja connect, nitasema connect mazingira na takataka. Hawajajua tunawezaje tupa takataka aje, tunawezaje segregate, kuseparate, wanawezaje separate hii takataka wapi na hapa. Hawana hiyo mafunzo bado. Naam. Rose, kilichokusukuma kuingia katika sekta hii ya takataka ni kipi? Umesomea walimu kama ulivyotaja, lakini wewe ni mwana mazingira kwa kupenda na umeamua kuweza kujitosa kwenye ulingo huo wa mazingira, kuyatunza na pia kuelimisha vijana. Utakuwa unatueleza zaidi, lakini kipi ambacho kimekupa msukumo kuingia katika sekta hii? Kitu ambacho kimenipea msukumo kwa kuingia kwa mazingira, mimi ni Mkatoliki na kanisa Katoliki tuko na kitengo cha mazingira. So nilikuwa kiongozi, nikapea watu mafunzo. Baada ya kupata mafunzo na shiriki St. Monica Kitengela. So baada ya kupata mafunzo tukajiuliza tunajituma, lakini tunajituma tuende kufanya nini? So tukapanga kufanya usafi Kitengela mwaka wa 2019. Nikatembea kutafuta wafadhili ambao watatusaidia na vyombo vya kung'arisha mji wa Kitengela. So baada ya kufanya huo usafi, kwa sababu Edna Lenku ambaye ni mke wa governor ndiye alikuja akatusaidia kugrace the occasion. So tangu wakati tulifanya huo usafi, mji uling'ara na watu walikuwa wanaangalia sehemu moja, kona moja hadi nyingine, mpaka wakasema kanisa Katoliki yenyewe imefanya jambo. So kuanzia hapo tukawa na uhusiano na mke wa governor, akawa ananiambia wewe, naona kabisa unaweza fanya mambo ya mazingira. Na mapenzi ya mazingira yakaanzia hapo. Na mapenzi ya mazingira yakaanzia hapo. Naam, asante. Yes. Neloba, wewe ni kijana mdogo, tunaona umri wako ni mdogo na tayari umekuwa mwana mazingira, unawafunza vijana wengine wadogo kuhusiana na kulinda mazingira. Kipi kimekupa msukumo kuingia katika ulingo huu? Kile kilinipa msukumo ni babangu mzazi. Nimelelewa na baba mzazi, anapenda mazingira zaidi. Nikikuwa mdogo, babangu mzazi alikuwa ananiambia hataki kuona plastiki mahali popote kwa shamba, kila mahali. Na hata hivyo akaanza kuniambia ukipanda miti lazima upalilie. Sasa hivyo ilianza na nyumbani kwa wazazi wangu. After hapo nikamaliza high school, nikajiunga na chuo kikuu. Na mzazi wangu hakuwa anataka nifanye kitu kulingana mambo ya mazingira, lakini nikamwambia ni kitu eka ndani mwangu. Sasa nikaenda kufanya environmental education. Ni kitu imetoka nyumbani na ni wazazi walimenta talent. Kwa hivyo ni muhimu kuwa na msingi mzuri. Na misingi ndio imekuwa ni dhabiti katika kuweza kusukuma mtu kupenda mazingira. Sheria ambazo zipo sasa hivi nchini kuweza kudhibiti mazingira, kuweza hususan utupaji taka, zimefaulu au la? Tukianza na Rose, maoni yako ni? Sheria hazijafaulu sana kwa sababu hazina mtu ambaye hazijakuwa na msukumo ule wa kujaribu ili ziweze kufanya kazi. Ukiangalia kama kwenye natoka Kajiado, sheria ipo, lakini unapata chenye tunaita enforcement iko chini kabisa, kwa sababu hakuna wale watu wengi hawajakuwa na ule msukumo, hawajakuwa na yale mapenzi kwa kuzingatia mazingira safi. So unapata sheria zipo ndio, lakini jinsi ambavyo zinatumika katika jamii bado iko chini. Sheria zinatumika visivyo kwa upande wako ama zinafaa kuongezwa? Zilizopo zimefaulu, kama zimefeli ni kwa misingi gani? Kenya tuko na sheria mzuri sana. Tuko na hiyo MK 2006. Tuko na last year pia tuli launch Sustainable Waste Management Act 2022. Tuko na nzuri sana, lakini kuna gap ya wananchi kujua hizo sheria. Na pia government inajua kuna sheria. Kuna watu kama sisi tunajua tuko na sheria, lakini mwananchi ule ana interact na takataka hajajua sheria zipo.
hajajua kabisa. Naam. Yeah. Changamoto katika sekta ya kukusanya takataka ni zipi? Kwa sababu tunaambiwa kwamba unapokusanya taka, yule anayezikusanya unafaa kumsaidia kuzitenga. Wanasema sorting, na inafaa kuanza pale nyumbani. Lakini unahisi elimu hii ipo, na kama haipo inafaa kuwa vipi? Tunafaa kufuata mikakati gani katika kuweza kuzitenga zile taka wakati tunaziweka sasa kwenye lile pipa la taka kabla zimfikie yule anayezikusanya? Kutenganisha takataka ni jambo ambalo ni ngumu sana. Mimi nimefanya kazi na watu kutoka kwa nyumba na waita household. Unapata wakati unamuelimisha kwamba weka plastiki hapa, anakuambia hiyo ni kazi ngumu. Siwezi fanya Rose, hiyo ni kazi ngumu, na nikifanya hivyo, kwa nini nifanye hivyo na nimelipia mtu akuja kubeba takataka kutoka kwangu? So hakuna haja mimi niweze kuzitenganisha hii na ile, lakini wacha ule mwenye anakuja kubeba ili aweze kuenda kuzitenganisha pale mbele. Ndio maana wakati huo mtu anaweka takataka yote mahali pamoja, ndio inakuwa sasa ni takataka na sio mali mtu aoni dhamana yake. So elimu zaidi inahitajika, na pia watu wanafaa kujirudia, yenye tunaita having self conversion. Watu waweze kujirudia, waweze kujua kwamba takataka ni wajibu wangu, na kuiweka mahali panapostahili ni wajibu wangu na sio wajibu wa mtu watatu. Kwa hivyo mnavyosema takataka ni mali, sio zile ambazo zimewekwa pamoja, ni zile ambazo zimetenganishwa ndio zinaitwa mali. Naam, tutakuwa tunajua zaidi na kujifunza. Wewe ni mwanafunzi wa mazingira kwa watoto wenye umri mdogo kuanzia miaka 10 hadi 17. Ni mafunzo yapi ambayo yanapewana kwa watoto wenye umri huo kuhusiana na mazingira, uhifadhi wa mazingira na hata utupaji taka? Sana sana tunafanya inaitwa wanafunzi wanafanya tunawapea masomo ya kuigiza. Wanafanya practical environmental education. Hatuambii tu waste management. Tukiwaambia waste management, tunaenda na wao kwa street, tunawafunza hivi ndio hii ndio waste, hivi ndio tunafaa kutenganisha waste. Sasa masomo yetu ni tofauti sana kuna mtaalam wa kawaida. Yetu ni tunafunza watoto wana interact na mazingira. Kama leo ni topic ya pollution, tunaenda na wao kwa street, wanajua hii ndio shida iko kwao. Kama ni mambo ya leo tumekuwa tunaongelea diaper, tunaenda tunawaambia wa identify diaper, watafute diaper huko kwao, waone diaper inaharibu aje, inachafua aje mazingira yao. Kama ni plastic, tunawauliza plastic inachafua aje mazingira yao. Kama ni hizo liquid waste ama pesticides, ni wana interact na hiyo problem ya mazingira. Hivyo ndio tunafanya. Swala la kuchakata taka wanaita recycling limekumbatiwa kwa kiwango gani? Kwa sababu tumeona ni kitu ambacho kimehimizwa sana na serikali, hususan baada ya kupigwa marufuku kwa plastiki, mifuko ya plastiki. Sasa kuna mbinu mbadala ya kuweza kufanya ile taka ambayo ni plastiki, kwa sababu kuna kama chupa ambazo bado zipo kwa sababu zinabeba bidhaa tofauti tofauti. Lakini kuchakata taka hizi kumekumbatiwa kwa kiwango gani katika vijana wanawapatia mafunzo? Wengi wakati nilianza kuwafunza hawakukuwa wanaelewa, walikuwa wanaeka yote pamoja. Hawakukuwa wanajua kwamba kila taka iko na umuhimu wake. Imetengenezwa na wametumia bidhaa tofauti kutengeneza. So kwa sahii wameanza kuelewa kwamba kuna aina mingi ya taka ya plastiki, na wameanza kuchakata. So sio jambo la kumaliza na siku moja. Siwezi sema kwamba mimi nitamaliza kesho, ama nitafanya watu waache kutumia plastiki ama waweze kujua kesho. Lakini tuko na recycler mmoja huko Kitengela, anaitwa Charles Ngari. Yeye ametusaidia kwa ameajiri watu 50, vijana 50, ni vijana wa mama na wazee ambao wanamsaidia kwa kuokota, kuleta hiyo takataka na kuichakata na kuifanya mpaka saizi amefika kwa state inaitwa anafanya pelletizing. Pelletizing ndio aweze kutengeneza raw material yenye itatengeneza plastiki zingine, ndio tuweze kufanya muundo wa circular economy, kwamba hii plastiki wakati imefika mwisho
kuna mahali ambapo inastahili kupelekwa. So haswa kazi yetu kama iko taka ni kuelimisha watu kwamba hichi kiti kikivunjika ambacho ni cha plastiki sio hasara ama sio haijakuwa taka. Kuna mahali unaweza ukakipeleka ili kiweze kutengenezwa bidhaa nyingine mpya ambayo itarudi kwa soko na vile. So huo ndio muundo ambayo tunaendelea kuelimisha watu na pia kuwaeka kwa community based organization ndio waweze pia kujiformalize na kuelewa kwamba kazi ambayo wanafanya si mbaya, ni ya umuhimu. Na vijana wanaichukulia vipi, hususan wenye umri mdogo, unapowaambia kwamba wakwende kwenye mazingira labda ya taka katika kujifunza kuhifadhi mazingira na kuyapenda mazingira? Na pia labda kama mnawaelimisha kuhusiana na nafasi za ajira zilizopo, hisia zao zinakuwa ni zipi? Kwa sababu ni vijana wadogo na mara nyingi vijana hawapendi kujihusisha na masuala ambayo yanahusiana na taka. Vile umesema vijana wadogo hawapendi ni kwa sababu hawajaambiwa. Hata wewe ukikuwa mtoto mdogo ukiambiwa unaweza kuwa nani, hutasikia mtu anasema anataka kuwa mwana mazingira kwa sababu hatuja embrace, hatuja kubali kusema kuna kitu unaweza kuwa mwana mazingira upate hela kwa wana mazingira. Lakini tukikuwa kule mashinani tukifunza watoto kama ni mambo ya soil, tunasema unaweza funza mambo ya soil ya udongo leo, na kwa hii udongo take care of hii udongo ukailink, utaniruhusu nitumie kimombo sana, ukailink udongo, plastic waste na agriculture. Uambie vile agriculture na ukiprotect, ukitunza mazingira yako kama udongo utapata mavuno mazuri. Kama ni uko kwa mtaa, kama ni kwa slums, unawafunza urban garden. Sasa anaona akikuwa na garden, mtoto mdogo anaweza pata hela. Sasa tunailink na pesa, tunailink na research na watu vile anaweza kuwa kijana wa usoni akitunza mazingira yake na akipata utaaluma yake. Bila shaka, asante. Na mtazamaji, nitakuwa napata tu pumziko fupi, lakini na kuomba uweze kujumuisha maoni yako katika mjadala huu hapa studioni kwa kuweza kuelekeza hisia zako kwenye mitandao yetu ya kijamii @KTNewsKE na vile @Hamisi Hadia. Pia vile unijibie swali, je, mfumo wa kutupa taka eneo unaloishi unaridhisha au la? Mfumo wa kutupa taka eneo unaloishi unaridhisha au la? Vile je, ungependa serikali ifanyeje katika kuboresha udhibiti wa taka? Nitakuwa narejea ndani ya muda usiokuwa mrefu. Usibanduke ulipo.